Yo, mambo vipi? Kama mimi najua tuko fresh kabisa kutoka kwenye kodi zetu za 255. Hapa namaanisha Tanzania. Mimi naitwa Jay Waladha. Mkali wa kuwafuata, kunyemelea. Sande Mjeda. Kaboneke. Ndio kodi sasa hivi Kaboneke. Sana. Mambo yanasemaje? Aisee, Mungu ni mkuu. Kama kawaida, Mungu ni fundi. Tumeonana. Hakuwahi kukosea. Unajua nimekumbuka vitu vingi sana. Nimekumbuka movement zako, lakini pia nimekumbuka zile harakati ambazo unazifanya kuhusiana na muziki. Kitu kilichonifurahisha zaidi ni kwamba mpaka leo bado una maintain kwenye kile ambacho unakifanya, na hautamani mashabiki wako waache kukuona mara kwa mara. Yaani hautamani muziki wako upite uende. Kuna kaukimya fulani kamepita hapa. Karefu kidogo, lakini kwa sasa hivi kwa kuchungulia na mtu ambaye anatizama sasa hivi anaweza anaona kwamba kuna gendano gireki no hiyo inakuja kwa kasi. Tuanzie hapo. Huu kimya umesababishwa na nini, na why ukaamua kuja na hii ngoma sasa turudi tena mjini? Mimi kitu ambacho na imani nacho ni kwamba kwanza wakati wa Mungu najua ndio wakati ambao ni sahihi. Binadamu tumeumbwa kwa mambo mengi sana, lakini kwenye kategori ambayo unayokuwa nayo, hasa kwenye kile kipaji chako unachokuwa nacho, mimi siwezi nikaachia kamba. Mimi siwezi nikaachia kamba yangu ya muziki hata siku moja. Kwa hiyo naweza nikaa na dili na hiki, na dili na kile, na dili na hiki, lakini finally tu lazima nirudi kwenye kategori yangu mimi. Mimi ni mtu ambaye anafanya kazi za aina nyingi, kazi za aina mbali, yani mbali. Ambazo tena yawezekana saa zingine ni shughuli kukudokeza kila hatua hiki na hiki. Lakini tukirudi kwenye muziki, basi unamfahamu BK Sunday kwa mfumo wa muziki hivyo. Kwa hiyo mimi na imani ni wakati ambao tunakuja kwenye. Kwa hiyo nje ya sanaa pia una shughuli ambazo unazifanya ambazo zinaweza zikakusababisha sanaa kidogo ukaiweka pembeni, ukapiga mishe kwanza, then ukarudi. Zote zinaunganishwa na sanaa. Okay. Zote zinaunganishwa na muziki. Yaani shughuli yangu yoyote ile unayomwona BK Sunday anafanya, asilimia kubwa inakuwa imeunganishwa na muziki. Okay. Sawa. Sasa hivi tumerudi hapa na maswali mengi leo kidogo ya kukuuliza, naomba utanipa ushirikiano. Tumerudi na hii nyimbo. Na imani nyimbo sio mpya kabisa kusema kwamba umetoa kitu kipya kabisa, ila umeamua kufanya video production mpya yenye ubora wa hali ya juu ambayo umewekeza location. Nimejaribu kuiangalia, nimegundua location ni kali sana, na umeifanyia pia mjini, sehemu ambako muziki upo. Kitu gani ambacho umekiangalia kwa haraka kwamba hii ngoma nifanye kwa namna hii, sasa nianzie hapo ili harakati nyingine ziendelee? Mimi naweza nikasema hii ngoma mimi naifanya kwa mfumo wa kama surprise. Surprise kwa namna hii. Nyimbo hii kwanza alirekodi Mido, ni mdogo wangu anaitwa DJ Mido. Mido yuko Mleba. Pia akiwepo na ndugu yangu mwingine mmoja pale ambao tumefanya wote hiyo kazi. Lakini nikasema hii video lazima nikaifanyie town. Nifanyie town. Na mwanzoni nilikuwa nataka nifanye kama visual, lakini baadaye nikasema no. Hebu nizidi kuonesha ni kitu gani ambacho wajue kabisa kwamba bana Sunday yuko tayari. Kusoma maneno yalikuwa ni mengi. Huyu anaongea hiki, huyu anaongea kile, huyu anaongea hiki, huyu anaongea hivi, huyu anaongea hivi. Yani mama yako anaweza kuongea hivi, ndugu yako kaongea hivi, mke wako labda kaongea hiki. Yani kila mtu anaongea lake. Lakini sasa kuadhirisha kwamba bana, mbona ndugu zangu, mbona mimi tuko pamoja, tuko wote. Okay. Shabiki pia anaongea hiki. Kwa hiyo nani anazidi kuonekana, nani ni sahihi? Nani anayestahili kuzungumza? Anastahili kuzungumza ni mimi. Ni wewe mwenyewe. Wewe ndio unajua kila kitu. Okay. Kwa hiyo nataka tugusie kidogo kuhusiana na the way ambavyo umeweza kukaa na director wako mkaplani kufanya video ambayo location zake ni nyingi. Nimeona mwendokasi humu, nimeona majengo makubwa humu. Idea ni yako, idea ni ya director, ama imekuwaje? Yani ukaamua kuichanganya. Unajua ni nyimbo fulani hivi ya nyumbani, lakini video yake ukaiangalia ni ya mjini. Ndio mfano mimi naweza nikasema kitu kimoja, mnapokuwa mnafanya jambo lolote lile. Director wangu ambao ni Mwaya TZ, ni mdogo wangu, unajua nimemlea kwa mfumo wa kisanaa, anajua. Ndio. Na anaponiletea jambo au mimi napomletea jambo, tayari watu mnashirikiana kimawazo. Hasa muziki unahitaji watu muoneshe ushirikiano. Kilicho sahihi basi ndio kinapitishwa. Kwa kuna location kali ambazo yeye mwenyewe pia alikuwa ameshazi note kwamba BK tunataka twende sehemu fulani. Kweli tukatunafanya. Kwa hiyo pia na mimi kuna mambo yangu hapo nilikuwa nimwambia hapa tufanye hivi.
Hapa tukia tudili. Hebu fanya hii project ya mwendo kasi ndio niachie mimi ndo na deal nayo. Kweli mimi mwenyewe nikadili nayo mpaka hatua ya mwisho. Huyu ndugu yangu Mjapani ambao pia ni mwanamuziki huko Japan. Hebu niache mimi ndio nitakaye deal nayo. Kweli mimi kabisa nikadili nayo mpaka tunafanya hizo hatua. Kwa hiyo ni kusikilizana. Na kwa kukukata hapo nataka tumzungumzie huyu Mjerumani. Ni Mjapani Mjerumani? Mjapani. Mmekutana wapi? Imekuwaje akakubali kukaa kwenye nyimbo yako, kukupa ushirikiano? Yaani approach imeanziaje? Mimi niliwahi kuongea kitu kimoja kwamba muziki wa asili wenye vionjo vya kisasa tayari ni muziki wetu sisi wa Kiafrika. Kweli. Tayari mtu mimi anaweza kanitazama kama anajuza hivi jamaa anaweza kuongea Kiaya. Lakini mimi Kiaya ndio lugha yangu ya asili, hivi yani naongea Kiaya kuliko atazikana hata mwaya mwenyewe. Simeelewa. Hapo lugha yangu lugha mama. Kwa hiyo kuna ile midundo ambapo mshikaji wangu wakati yuko anafanya shughuli zake na yeye pia akatukolokesha. Kwa mbali akatamani kitu nilichokuwa nikifanya, ikabidi nimfuate. Kwa sababu wewe pia unafanya muziki vipi, natakiwa ufiti hapa na kupata mazoezi ya muda mchache. Hebu fashion kaa tuondoke. Huu ni muziki wa Kiaya. Kwa hiyo unatakiwa kile kiochenkule mturebo mchapa yuko. Kwa maana yake unaupeleka tena muziki wa Kihaya kwenye ramani. Kwa sababu yule mtu akiona lazima atashare na watu wake pia ambao sio wa Tanzania. Ndio tunaondoka. Na share pia Instagram kwenye baadhi ya clip upande wa BK. Mimi nahisi ni safari. Ndio tunaondoka hivyo. Mambo mazuri sana. Sasa tuzungumzie, tutarudi pia kwenye project zako ambazo unazifanya. Sasa hivi tuzungumzie Sunday, mimi nimetulia naangalia Bongo Star Search bwana. Huyu hapa Sunday nikasema, huyu tena huku. Ikawaje mzee wangu ukafika? Kwanza ilikuwa mkoa gani ile? Bwana ile ilikuwa Dodoma. Dodoma. Ilikuwa Dodoma. Ikawaje? Yaani mpaka tukasema ngoje tuende pale tukajijaribu na sisi ama tufanye kitu. Mimi wakati napambana kuonana na baadhi ya watu mbalimbali, naweza kumzungumzia mfano Mali Mruge Mtaba. Watu kadha wa kadha ambao walikuwa wakidili na muziki, nilikuwa nikitamani sana nionane nao. Mfano, nilikuwa nikitamani sana kuonana na Master J. Sure. Nilikuwa nikitamani sana kuonana na Madam Rita. Nilikuwa nikitamani sana kuonana na Salama. Kwa sababu Salama pia alikuwa ni mshikaji wa brother wangu ambao tayari ni marehemu kakangu mimi ambao ni mkubwa. Alikuwa ni mtu yuko naye karibu ambaye alikuwa ni mmiliki wa kampuni ya Future Century Limited. Sasa niliposikia wako Dodoma, ilikuwa kama mwezi wa pili, mwezi wa kwanza kusema nilikuta niko home Bukoba na familia na nikasema hivi lazima kituo changu cha kwanza kiwe Dodoma. Nikafanya utaratibu wa makazi na kadhalika kwa niaba ya kufanya pia mazoezi. Nakubali. Lakini pia nikawa nasikia taarifa nyingi sana kama Madam Rita ni wa Bukoba. Kwao kabisa huko mpakani. Okay. Kila mpakani mtaarifu kwa mfumo huo. Sasa nikasema huyu ni lazima mimi nikaongee naye Kiaya. Kabisa. Lugha yangu ya asili ambayo ni lugha mama ambayo naipambania pia iweze kwenda mwendo tena yani kidunia, kwa sababu Kiaya ni kabanje la language. Kabisa. Ambao Kiaya kinasikika Uganda, kinasikika Rwanda, kinasikika Burundi. Na baadhi ya mikoa jirani kwa upande wa Kongo kama tuseme wa Waha. Waha pia ni watani wa Waha. Kwa hiyo Kiaya ni Afrika. Ubantu ni mwingi. Kwa hiyo akasema hebu twende hiyo. Mimi nikaondoka zangu, baada ya hapo akasema hebu gusa kitu kingine, nikazidi kupita mle. Akasema bwana hebu tuongee sasa. Ndio naona mazungumzo yaliendelea pale na nikapata comment yangu hapo ilikuwa ni nzuri, kwa sababu sikuwahi kutegemea mtu kama Master J na ukubwa wake alionao. Aisha kuzungumza kwamba baadhi ya wasanii ambao ni wakubwa lakini aliwahi kufanya challenge, mtu kama Harmonize hakuwahi kumpa ndio, lakini unaona, lakini leo hii hapa mimi nikapata ndio ambao tayari ilikuwa ni ndio kubwa, kwamba kole yenyewe punch yenyewe na tukafanya naye jambo lolote. Kwa hiyo mimi na imani Mungu ni mkuu, kwa sababu pia alinipeleka kwenye mfumo ambao ulinipa furaha mimi. Okay. Lengo ilikuwa ni nini hapo? Lengo ni kusukuma Kiaya chetu kiondoke. Kiaya chetu kiondoke. Ndio maana pale unaona BK Sunday ilitokea kama surprise ambayo ni kubwa. Nashukuru pia hata kwa ujio huo ambao waliufanya, bonge la kitu ambao limili Bongo Star Search walifanya jambo kubwa sana. Bana hebu hili kitu tumeona. Sasa tuongee jambo hili. Wewe ni mshikaji wangu. Mimi siwezi sikia vitu watu wanasema nikasema nikutane na wewe alafu nisivishare na wewe. Na hili nataka ulishare kwa ajili ya watu wengine.
kwenye baadhi ya magrupu ya wasanii wa nyumbani, watu wanaosupport muziki nyumbani, kumekuwa kuna sintofahamu, kuna midahalo inayoendelea kwamba wewe kushiriki kwenye ile BSS ni kama umejishusha hivi. Watu hao wanaweza kujibu nini? Kwanza ukumbuka ni Wahaya wenzako, yeah. Ndo wanaosema maneno hayo, na wewe lengo lako umesema unatamani Kihaya Chetu kiende viral. Sasa hawa watu ambao wanasema Sunday kwa level yake kwenda pale ni kama kajishusha hivi, mimi naweza nikasema kwamba kwa mfumo sisi wa burudani, sisi tunafanya burudani, biashara ni popote pale. Mimi biashara yangu kwa wakati ule ilikuwa ni pale, kwamba ni wapi utakapokizungumzia Kihaya. Kihaya ndio ukizungumze na Madam Lita ambao ni mwaya. Kihaya ndio ukizungumze na wakina nani, mtoto wa mama Wigi pale. Asikie kwa sababu mama yake pia mwenyewe mwaya. Umeelewa? Master J mwenyewe pia atakatambua kwamba kuna mtu mmoja ni mwaya anaitwa BK Sunday. Salama mwenyewe anataka ajue kuna mtu mmoja. Salama by the way aliwahi kumhoji mama yetu ule wa Muleba. Mama Ana Tibaijuka nafikiri akawa anasema unajua Bukoba kama Rio de Janeiro ya Brazil. Kwa hiyo Salama nafikiri atakuwa alikiki kitu kizuri kutoka kwako. Na ndio maana mimi nikaeleza pia sisi mkoa wa Kagera kuna watu hawajui mfano katika mkoa wa Kagera sisi tunasema moja ambao tunaziwa moja bwana ni Lake Victoria. Lake Victoria ambayo iko upande wa Kenya, Tanzania na Uganda. Lakini sisi bandari kubwa ambayo inaweza kashusha na mabehewa manini, bandari kubwa iko Kemo, ndio bandari kubwa ya Afrika Mashariki ambayo ndio nyumbani. Hello. Alafu tunapiga story. Yaani hawaoni kama kuna vitu vya kupromote. Hapa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unajua aliwahi kucheza movie Tena mbuga za wanyama uko wapi? Kabisa. Sasa leo hapa kwa nini shinde? Utasema kajishusha? Unasema rais wako kajishusha? Hapana. Lakini leo hapa mimi nimepromote lugha yangu ya asili, Kihaya changu, na pale nikaona ndio sehemu sahihi ya kuzungumzia. Pale kuna taa nyingi, pale kuna kamera nyingi sana. Hivi kuna mtu aliwahi kuzungumzia ile kitu mimi nilizungumzia BK Sunday, yani aliwahi mwanamuziki ambaye amefanya kitu ambacho nimefanya pale? Hapana. Sasa ndio wale wengi sana wasahau lugha zao za Timturai wa Nyamire. Kwa hiyo kutane na mtu ajabu pale anaongea Kihaya. Appearance yako mtu akikuangalia anasema wewe Mjamaika, mtu fulani hivi so mbongo kabisa, lakini umeingia pale umetandika Kihaya, Kinyamwezi kabisa. Sio hivyo tu, kwa Tanzania tu hapa mimi kitokeaga nikaenda Zanzibar au Pemba unasikiaga salamu alaykum nyingi sana. Ni Mwarabu. Sipingi. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, mimi maomka nazi kwa ndizi na senene. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanawaza vitu vingine tofauti, ni kwamba malengo yako makubwa ilikuwa kwanza kutangaza hicho kitu ambacho nakisema Kihaya Chetu kiende mbali, lakini pia watu wakuone display ile, watu wanaona watu wengi sana. Mimi naweza nikasema kwamba hajaona tu mtu wa Bukoba, na mimi sijamlenga aone yeye tu. Mimi nimewaza mwaya aliko Chicago, America, mwaya aliko wapi aone kwamba kumbe nyentoro maanga kununjwa afu kumbe aliyo mtu tunapambana usiku moro wa yarwai. Inawezekana huyu mwenyewe haone kitu hicho. Kubwa sana. Mimi naamini muziki kuanzia home nilipoanza kusukuma na kutangaza Kihaya Chetu ilikuwa ni shughuli. Wakina Marem Justin Kalika walikuwa hawaamini kama wanaweza ukanani. Akisi imebidi tupite mifumo ya kina Marem Justin Kalika Kihaya Chetu tukipeleke. Mifumo ya kina mama yetu kina Saida Karoli tukipeleke Kihaya Chetu. So kama tujui Kiswahili tunaelewa, na hapa tunaongea Kiswahili. Hapa naongea Kiswahili. Lakini siku sishangaa mimi naweza kufungua hata redio ya Kihaya tu. Naongea Kihaya. Bwana. Safi. Wakati nimepata taarifa kama huko mjini hapa na unapiga harakati, niliwasiliana na director wako ambaye ni Mhaya TZ. Akanambia uko studio una rekodi, uko studio unapika mambo. Na mimi nikasema hii bwana nikutana naye nimuulize nje ya wimbo ambao tunaotoa, video ambayo tunaitoa, ziko project, na hizo project kama zipo ni za aina gani, labda ni extended playlist EP ama ni album ama ni single track, yani kuna nini ambacho umekiandaa Sunday wamuone tena sasa? Sisi malengo yetu tunayolenga kufanya, mimi nakumbuka nilipo wakati nayafanya mazoezi ya album ya Sekido miaka kadhaa iliyopita, ilikuwa ni kwamba tuanze na wimbo mmoja wa Sekido kama video na nini niweze kuondoka, lakini baada ya hapo tukasema no, natakiwa ije album ya Sekido. Kweli kaja ikiwa na nyimbo takriban karibu 7 ikiwemo Umekimbilia Kelebe, Jamle, Rudi Nyumbani na nini. Leo hii hapa Mhaya TZ mpaka ananipandia wa BK natakiwa dondoke 5 tufanye 1 2 3. Lengo letu ni kwamba tunataka tutoe pia IP hata yenye takriban nyimbo hata 7.
ambazo ni video. Na mpaka hatua hii hapa ukishaona